Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Msikilizaji wa A3 FM, karibu kwenye habari. Utakuwa nami msomaji wako Aisha Musa, na kwanza ni muhtasar. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inakusudia kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Singapore kwa kuelekeza nguvu katika diplomasia ya uchumi, biashara na uwekezaji. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa amesema bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee kwa kuwa ndiyo bajeti ya kwanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Zaidi ya shilingi milioni 900 imetolewa na halmashauri ya manispaa ya Kibaha kwa vikundi 51 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hatua inayolenga kuongeza fursa za kiuchumi na kupanua biashara. Na shirika la Human Rights Watch linasema wasiwasi wa M23 waendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Na shirika la Human Rights Watch linasema waasi wa M23 yaendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuzuia chini ya mazingira ya kikatili. Habari kamili. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inakusudia kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Singapore kwa kuelekeza nguvu katika diplomasia ya uchumi, biashara na uwekezaji. Amesema hayo wakati wa mazungumzo na Rais wa Singapore Tharman Shanmugataraman Ikulu Zanzibar, akizikaribisha wawekezaji wa Singapore kuwekeza Zanzibar katika sekta ya uchumi wa buluu. Kwa upande wake Rais Tharman Shanmugataraman amepongeza hatua kubwa za maendeleo zinazofanywa Zanzibar na kuahidi kuhamasisha wawekezaji wa Singapore kuja kuwekeza Zanzibar. Na baadhi ya wazungumzaji hao Rais Daktari Mwinyi aliwaandalia baadhi ya mazungumzo hayo. Rais Daktari Mwinyi alimwandalia mgeni wake Rais Tharman dhifa ya chakula cha mchana iliyofanyika Ikulu Zanzibar. Dodoma. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa amesema bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee kwa kuwa ndiyo bajeti ya kwanza imetekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dodoma, amesema bajeti hiyo inalenga kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi ambao ni mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa mwaka. Dodoma. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa amesema bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee kwa kuwa ndiyo bajeti ya kwanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dodoma, amesema bajeti hiyo inalenga kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi ambao ni mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5. Amesema kabla ya kuwasilisha bajeti hiyo bungeni leo, Bunge limepokea taarifa ya hali ya uchumi wa mwaka 2025 na mwelekeo wake wa mwaka 2026 na kueleza mwenendo wa uchumi mkuu wa nchi. Ameongeza kuwa serikali inapanga kutumia shilingi trilioni 62.3 katika mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo fedha nyingi zitaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo na huduma muhimu kwa wananchi. Pwani. Zaidi ya shilingi milioni 900 imetolewa kwa halmashauri ya manispaa ya Kibaha kwa vikundi 51 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hatua inayolenga kuongeza fursa za kiuchumi, kupanua biashara. Mikopo hiyo imetolewa katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa halmashauri ambapo jumla ya shilingi milioni 359 zilitolewa kwa vikundi 17 vya wanawake, milioni 557 kwa vikundi 25 vya vijana. Akizungumza katika hafla hiyo, mbunge wa jimbo la Kibaha mjini Sylvester Koka amesema mikopo ni nyenzo muhimu ya kuwekeza wananchi kujikwamua kiuchumi ili kuepuka mikopo migumu. Amesema halmashauri inapaswa kuendelea kutoa mafunzo ya jasiriamali
na usimamizi wa fedha ili kuhakikisha walengwa wanatumia mikopo hiyo kwa tija la kurejesha kwa wakati. Goma. Shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 wanaendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika hilo imesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Jumatano imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo. Baadhi ya walioshikiliwa ni pamoja na watoto chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzi ya kijeshi ambako wamekuwa wakishikilia chini ya mazingira mabaya. Tehran. Kambi za jeshi la Marekani katika mataifa ya Jordan na Bahrain zimeshambuliwa na Iran baada ya Marekani kuishambulia Iran kufuatia kugunduliwa kwa helikopta yake. Mashambulio hayo yamejiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Marekani yaishambulia Iran yenyewe yajibu mapigo. Jeshi la Iran limesema lilifyatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kituo cha command cha Al-Azraq. Hata hivyo, Jordan imesema iligundua makombora 5 ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka Irani. New York. Serikali ya Marekani imeyatolea mwito mataifa ya barani Ulaya kufuatia mkondo wa nchi hiyo na kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wanaotoka katika mataifa ya Afrika ya Kati ambayo yana Ebola. Mwito huu wa Marekani umelenga kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo wakati wa michuano ya Kombe la Dunia lililofunguliwa rasmi kesho Alhamisi nchini Mexico. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba mataifa ya Ulaya bado hayajatoa jibu lolote kwa Marekani kuhusiana na mwitiko huo. Mwezi uliopita, Marekani ilitangaza kuwazuia kuingia nchini humo watu wasiokuwa raia wake waliotoka mataifa ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini. Na hapa ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Ulikuwa nami msomaji wako Aisha Musa wa A3 FM.